Mimi nilivyoangalia niko huyu si mchapeni huyu. Kuna watoto mbona hivi? Mimi nikasogea mpaka pale. Kwa sababu mimi nikaona mimi kama kaka, kama mkubwa wao, ngoja niwaongoze hao. Ndio. Najuta kwenda pale. Mchapeni alinitusi. Mchapeni alinipa maneno ya ovyo. Mwanao bwana anajua kuyatoa maneno ya ovyo. Mchapeni huyu mwanangu mimi. Yaani right angekopo mtu mwingine. Sasa hivi kashamkata mabao mwanao mgonjwa sasa hivi. Kantukana akati mimi nilikopo nataka yeye afaidike. Ndio. Kanitukana, kanitolea maneno ya ovyo. Vipi? Anaona nataka. Mimi Mchapeni akoniambia maneno haya. Nikamwambia Mchapeni nisikiliza. Mimi hizo taarifa lazima nifikishe kwenu. Bwana wewe nenda siogopi tena hapo katoa maneno kashfa na haogopi wala nini. Mimi nikasema sawa family life wewe siogopi. Ila mimi kwenu lazima niafikishe. Akaondoka zake. Nikamwambia na yule binti wewe binti nakupeleka hadi kwa mzee wako. Binti akanibinulia mdomo yule binti sana kana mjeuri vile vile tu kama mwanao. Yaani wale wamekutana tabia zao zinaendana. Mimi nikasema wewe sikuachi kwa sababu ile chizi zimemshindwa ila wewe sikushindwa. Nikamchukua mimi yule mpaka kwa mzee wake. Nilimpeleka. Lakini kabla kumpeleka kwa mzee wake yule binti nampeleka kule ananiambia, mimi tayari." Mimi nikamwambia hata ukiwa nini? Ukiwa tayari, ukiwa nini mimi sijali." Tayari tena? Si tayari nini lakini mimi nikamwambia wewe twende. Mbona? Twende mimi sijali wewe tayari, sijali wewe nini twende kwa mzee wako. Mimi kama mkubwa siwezi kuangalia upuuzi huu mnaendelea nao afu vichochoroni hapa. Umeona? Nikamchukua mimi mpaka kwa mzee wake. Kwa hiyo yote na yote mimi nimekuja hapa kukufikishia ujumbe kuwa makini na mwanao. Sasa niseme bwana mimi nikushukuru sana bwana Mungu. Sawa. Kati ya wazazi ambao wenye msimamo. Yaani kwenye kumi bora na wewe upo. Sawa. Basi mimi niseme siwezi kukaa sana hapa na mambo yangu mengine ya kufanya. Ila jukumu langu kama mzazi au mlezi nishalitimiza. Ni kweli kabisa. Mimi bwana acha niondoke. Sawa mwanangu. Bwana ndugu yangu ndo mama wewe. Ndo mimi wewe. Basi karibu sana baba. Shukrani mimi ngoja niende. Haya. Yangu ndo hayo. Basi nashukuru mzee wangu. Haya bwana. Mwanangu anatafutia maisha gani? Baba nimemtoa shule za uswahilini. Kukataa kero hizi za mtaani. Mara huyu mzazi huyu kaja kaleta hili, huyu kaja kaleta hili, huyu kaja kaleta hili. Yote haya nikakataa. Baba, sasa nakupeleka bodi. Najua leo hii Mchapeni yuko shule. Kumbe Mchapeni kashatoroka shule. Anarudi kuja kufanya mambo yake ya ushenzi mtaani. Alafu sasa na watoto wenyewe, huyo mtoto wenyewe kwanza anafanya na hayo mambo. Mimi ni ndugu yangu na jirani yangu. Leo hii mimi huyo Kinyamkela atanifikiriaje na mimi nitamwangaliaje na kwa uso gani? Huyu Mchapeni ananitafutia maisha gani mimi? Mwenyezi Mungu nisaidie. Kwa kuwa ndio kizazi changu. Tena kumtupia. Wewe mbona unalialia sasa? Jua kali. Mimi sasa mbona unalia sana? Hebu nyamaza kwanza, sogea hapa. Ushamaliza kulia? Dada, samani. Mimi naitwa Ngucheche. Wewe mwenzangu unaitwa nani? Mimi naitwa Ziada kaka. Mbona unalia? Umetokea wapi? Wewe ni mwenyeji katika hichi kijiji, si ndio? Kia Tanga. Wewe ni mgeni? Mimi mgeni kaka, nimeelewa kila kitu mimi, kila kitu. Kwa ina maana hao waliokukaba
wakikuonyesha unaweza kufahamu? Ndio nimewakalili kaka. Na huku unaelekea wapi? Mwenyeji wako ni nani ambao umemfuata katika hichi kijiji? Niko nenda kwa dada yangu. Kwa dada yako? Ni pale mbele. Unaona pale? Twende nikupeleke. Kweli kaka? Kweli. Twende nikupeleke, mimi ndo msalimu mwema. Tangulia. Hivi. Shikamoo baba. Mbona hivyo? Mimi nilisha hela uji. Hela uji? Ndio. Kwa ile pesa tunalipa kule shule? Sasa ipaiti hela bweni ile pale. Hela nini? Hela bweni. Ngoja kuchukua uji hapa upeleke shule. Nyosha maelezo, kuna shida gani? Baba usielewa kipi? Mimi nimekwambia natakiwa hela uji. Na hapa ilipo nimeambiwa mwalimu kasema nisipopeleka hela uji tu. Nikae miezi 3. Ukae miezi 3. Kwa hiyo umekubali ujinga huo? Sasa kuuliza wewe umekubali kwa sababu kule tumelipa hela. Na ile hela kule tumelipa kwa mkataba. Iwe miezi 6 iwe mwaka, lakini hakuna cha kudaiwa uji, wala ugali, wala hata sufuria ya kupikia. Au unakuja kuniambia wewe nimerudisha hela uji. Wewe baba niambie ukweli kilichokuleta hapa. Ndio mimi nishakwambia tayari bwana. Ushaniambia? Wewe baba ushasoma tayari sasa hivi ushakuwa mwalimu. Mwalimu tena? Mwalimu wa kufundisha watu homework. Unamjua unamfundisha homework? Zai unamjua? Zai nani? Zai Kinyamkela. Wewe unamjua ndio. Unamjua Ndio. Kwa sasa hivi wewe umekuwa mwalimu kwa hapa wenzako homework. Homework? Mimi si mwanafunzi mwenzangu. Mimi ndio nilikuwa nampa homework. Yule anasoma shule gani? Zingiziwa. Na wewe? Mango. Mimi kwaje ni mkutano kati yule anasoma Zingiziwa au anasoma Mango? Haina kuaje wewe tena kwenda kumfundishe Zai homework? Baba naomba uniambie ukweli. Mama amekuta njiani na amekuja kuniambia. Kwa baba ndio maisha ulichagulia? Hela uji? Jinsi wewe ulivyovua nguo na mwenzako Zai alivyovua nguo. Baba ndio maisha ulichagulia? Hata sikiliza baba, sitaki kuongea sana. Naomba hapa kwangu uondoke. Nishatoka na maisha yako baba. Sababu unionee huruma, maisha yangu mimi mwenyewe kuamka saa 11, kulala saa 9 za usiku. Kazi yangu kulima mboga mboga. Baba huna hata huruma. Maisha gani baba ambayo unatafutia mimi wewe? Baba kwangu mimi sikutaki. Babu yako alivyokataa na mimi ndio hivyo hivyo. Mimi baba mimi nishachoka bwana. Mimi nishachoka. Ona kaka kutizama na kwa. Kwa nini unajeulia? Kwa nini unajeulia?